Ameshinda? Kamfunga? Kwa hujui. Azam kala 3. Nisikie. Azam FC. Mechi zote tumecheza sabuni. Na Baka kafunga Baka. Azam kala chuma 3. Chuma 3. Ndio, na mnaenda kukutana naye. Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea? Wewe ngoja kwanza. Wewe kushangazi Azam anakula chuma 3. Na alizidiwa au? Anacheza mpira mzuri lakini baadaye amezidiwa kama Mtibwa. Chuma 3 zimeingia. Amegongelewa chuma 3. Chuma 3. Na semaji watu wako serious hapa. Zaka alisema kwamba kama itatokea Baka atashinda basi nao watashangilia. Mimi nishtua. Azam kala chuma 3. Sijafuatilia sasa, nilikuwa hapa na shughuli yangu na chat na wapenzi wangu. Swali lilikuwa nasemaje? Tunalenga kwenye mbio za ubingwa. Young Africans mchezo wake wamefunga, alafu kiangalia ndo wapinzani wao wakubwa kwenye nafasi ya ubingwa. Kwa sasa focus ni kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC lazima tukiri kwamba kuna ugumu. Kuna ugumu kwa sababu haihitaji ubora wa Simba pekee kuchukua ubingwa. Inahitaji na udhaifu ama makosa ya watu wengine kuweza kuchukua ubingwa. Ili Simba tuweze kuchukua ubingwa tunahitaji timu 4 ziwe involved, zihusike kwenye Simba kupata ubingwa. Ya kwanza ni Simba yenyewe. Ya pili ni mpinzani ambaye anacheza na Simba, sisi tumfunge. Wa tatu ni Yanga. Wa nne ni timu ambayo inacheza na Yanga imfunge Yanga. Sasa kwenye mpira wa miguu hizi ni hesabu ngumu mno kuweza kucontrol timu zote 4 hizo ziweze kufanya kitu ambacho kinakusaidia wewe kwenda kupata ubingwa. Kwa hiyo kwenye ubingwa wa ligi kuu ya NBC, as long as tuko nyuma kwa pointi 2 na tukiwa tumebakisha mechi 2, ni ngumu kweli kweli kusema kwamba ama kujinasibia kwamba tuna uwezo wa kwenda kuchukua bingwa. Kama mtu ambaye unadhani pengine angeweza kutoa walau ka ushindani amemaliziwa pakti leo, sio rahisi kutegemea mtu mwingine anaweza akaenda kuchallenge. Kwa sisi kikubwa tunachokiangalia ni kupambana tumalize ligi tukiwa tumeshinda michezo yetu yote bila kuangalia sehemu nyingine kitu gani kitatokea. Na ndio maana nguvu kubwa tunaielekeza zaidi kwenye kombe la CRDB, kwa sababu kule ili sisi tuwe mabingwa tunahitaji involvement ya timu 2 tu, Simba na mpinzani ambaye anacheza na Simba. Lakini huku kwenye NBC lazima tukiri ya kwamba kuna ugumu. Nini tumejiwekea? Ni kwamba sisi tushinde mechi zetu pekee. Tukimaliza hapo tutaangalia msimu huu tumekwama wapi, tumepatia wapi, tujipange kwa ajili ya msimu unaokuja. Na hili ningependa kuwaambiwa na Simba. Wala tusijitie pressure sana. Kama kuna makosa tumeshafanya huko dhidi ya Mtibwa raundi ya kwanza, dhidi ya Pamba raundi ya kwanza, kama kuna makosa tuliyafanya huko ni ngumu mno kuja kuyafukia hivi sasa. Cha muhimu na cha msingi ni kwamba tayari timu yetu imeonyesha dira kubwa, imeonyesha mabadiliko makubwa, imeonyesha uwezo wa hali ya juu. Nini tunapaswa kufanya? Ni kuendelea kuiunga mkono, tumalize ligi tukiwa kwenye ubora huu, tukafanye maboresho kidogo, turejee msimu unaokuja tuje tu challenge ubingwa wenyewe sasa. Kutujalia kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Kama ambavyo tulitanabaisha, malengo yetu ni kwamba tunataka kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Na kweli tangu tumerejea kutoka kwenye break ya FIFA tumeshinda kila mchezo ambao uko mbele yetu kwenye mashindano yote. Ni dhahiri shahiri kwamba malengo yetu ya kukusanya pointi 15 yanakwenda vizuri. Mpaka sasa tumeshakusanya alama 9, tumebakisha alama 6 pekee dhidi ya Singida, dhidi ya KMC, na baada hapo tumemaliza ligi. Mechi leo dhidi ya Mtibwa, licha ya kupata ushindi mnono wa magoli 3, lakini haikuwa mechi nyepesi. Nyenyewe ni mashuhuda. Kuna wakati Mtibwa Sugar walitupelekea moto kweli kweli. Kuna wakati Mtibwa Sugar kama dakika 25 fulani hivi
kuelekea kipindi cha kwanza cha mwishoni walikuwa wanapatia kila kitu. Mtibwa Sugar walikuwa wanafanya mashambulizi, walikuwa wanakaba, walikuwa wanatushambulia. Ni bahati mbaya tu wamekosa goli, lakini walikuwa na dakika bora nyingi kweli kweli kiwanjani. Kipindi cha pili tukafanya mabadiliko ya wachezaji walioingia, tukafanikiwa kuwakamata, tukawagonga chuma 2-1 dakika za mwishoni kabisa. Hatimaye tumeondoka na ushindi wa magoli 3. Sisi kwetu Simba Sports Club tunajisikia raha kweli kweli. Baada ya hapo mmeenda kucheza na Singida Black Stars. Ni siku ndogo sana zimebaki kuelekea mchezo huu. Maandalizi hasa ya mchezo huu mnayoweka makubwa sana, ikiwa sasa hivi mna uchu msemaji na ubingwa. Ya, tunakwenda kucheza mechi ngumu sana dhidi ya Singida. Kila mmoja anajua Singida ni timu ya aina gani. Kwa hiyo unapokwenda kucheza na Singida unajua unakwenda kucheza na mpinzani wa aina gani. Tunafahamu ubora aliyokuwa nao Singida, lakini tunafahamu attitude na mindset aliyokuwa nayo Singida. Kwa hiyo kucheza mechi dhidi ya Singida ni timu ngumu kweli kweli, hasa kwenye nyakati kama hizi. Sisi tunakwenda kujiandaa na mchezo huo kwa nguvu zetu kubwa, kwa nguvu zetu zote, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuvuna alama 3 katika mchezo huo mgumu. Kikosi kinaondoka leo baada ya mchezo huu kurejea Dar es Salaam, na moja kwa moja tunaingia kambini. Leo Jumatano, Alhamis tunaanza mazoezi katika uwanja Mo Simba Arena sanjar na Jumaa yake. Jumamosi tarehe 27 tunamkia katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kwa ajili ya mchezo wetu huu dhidi ya Singida. Yusuf Kagoma amekuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo, na amesema kwamba haikuwa rahisi kwa sababu Simba kuna wachezaji wengi wa kimataifa, lakini pia wachezaji ambao wamemzidi, lakini amekuwa man of the match. Kuna neno moja ambao kwake amestahili, na mimi nimpongeze kwanza Kagoma mwenyewe kwa kutoa tuzo hiyo. Nafikiri ni tuzo yake ya kwanza tangu msimu huu umeanza, lakini kwa kipekee kabisa niipongeze kamati ya tuzo. Safari hii wameongeza ubora kwenye utendaji kazi wao, na wamehama kule kwenye kutoa tuzo kwa kuangalia tu goli ama kuangalia assist. Mara nyingi sana mchezaji bora amekuwa akipatikana kutoka kwenye mstari wa mbele, aidha amefunga, hata kama ni beki atapewa beki ambaye siku hiyo amefunga. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inavunja moyo wachezaji wengine wanaocheza vizuri katika mechi husika, lakini hawatoi assist wala hawafungi bao, sababu kila mechi kiisha mchezaji bora anakuwa ni yule ambaye amepata amefunga goli ama ametoa assist. Lakini kwa siku za hivi karibuni nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye tuzo hizi. Watu wengine ambao wamefanya kazi nzuri isiyokuwa ya kufunga wala kutoa assist wakipata tuzo hiyo. Kwa hiyo Kagoma leo amestahili pakubwa sana tuzo ambayo amepata. Ukiachilia mbali Kagoma, hata Ismail Ture amecheza vizuri hii leo, angeweza vile vile kupata tuzo hiyo. Yote kwa yote kamati imetenda haki kwa 100% na Kagoma amestahili tuzo hii. Ahmed, inaongeza ugumu kiasi gani kwenye mbio za ubingwa msimu huu? Ukiangalia mpinzani wa Young Africans naye ameshinda mchezo wake na mchezo umebaki mwingi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.